Bwana, hii mechi imeisha. Watu wa Simba tuko nao hapa. Bwana, tuko bandani. Jamaa yuko na dukuduku lake. Bwana, unasemaje? Hii kocha amenikera kwenye eneo la nani? La striker. Kwa nini anamwacha soa nje na Suleiman? Kwa nini? Kwa nini anabahatisha game za kumfunga mtu? Si aende kwa kujiami? Kwa nini anakataa kwenda kuataki mtu mapema? Kwa kocha ndo kazingua sana. Lakini kuna wachezaji walikuwa wanakosa. Yaani mtu alikuwa kabisa yuko nafasi ya wazi na amekosa. Morris Abraham pamoja na Aliye Mpanzu, unasemaje? Wale sio kosa la kocha. Ni kosa la wachezaji. Lakini angetakiwa wamweke Soa au Suleiman Mwalimu. Ndio wewe tungemaliza game kabisa. Kwa hiyo na wewe mpaka sasa hivi una tena imani na Simba au una imani na kocha au imani yako iko wapi? Kocha abadilike kwa sababu letu ni gumu. Ndio. Sawa, kwa kocha abadilike. Ndio. Wewe una imani mnyama atatoboa? Uhakika. Asante sana. Oya, wewe mtenzetu wetu. Oya, bwana, kuna mambo mengine yuko hapa. Njoo hapa, kaa hapa mwanangu. Kaa hapa tuzungumze. Tuambie. Wewe bwana, tuambie maoni yako. Tuambie. Kwa maoni yangu mimi ninavyoona, kocha akaingia na mfumo ambao ulikuwa mzuri, lakini lengo lake limefeli kwa sababu alichokuwa anatakiwa, ule mfumo alioingia nao wa kucheza bila striker hata mmoja, alitakiwa kipindi cha pili, baada ya kuona kipindi cha kwanza kishafeli hajaongoza goli lolote, alitakiwa kipindi cha pili aweke mastriker wote wawili, ikibidi uende hata na double striker ili mradi kutafuta magoli mapema. Asante. Bwana, sababu kwa hiyo wewe una imani na Simba? Imani na Simba ninayo na atafanya vizuri kwa sababu Simba ni wazoefu wa kimataifa. Isitoshe, Simba washawahi kufungwa mechi mbili za mwanzo na bado akaweza kufuzu kwenda robo finali. Kwa hiyo mimi ninavyoona, huyu kocha cha msingi anatakiwa tu ajitafakari, akae vizuri kuanzia sasa hivi, ajue kabisa kwamba striker wote wawili asiwaweke benchi. Akishasoma mchezo kipindi cha kwanza, kipindi cha pili ajilipue ili mradi kutafuta ushindi mapema. Asante sana bwana. Asante Mwamboya. Twende. Bwana, huyu ni mwananchi. Tuko maoni yako. Alikuwa anaongea sana kipindi cha mpira. Twende bwana. Bwana, mechi ilikuwa nzuri. Kama sisi head watchers tumeenjoy kweli kikweli. Maana mimi nilikuwa niko kule kwa wale wa Angola. Angola wanapiga mpira mkubwa sana. Kikweli Simba wameingia na approach nzuri. Tusimlaumu kocha. Unawalaumu wachezaji wenyewe kama wenyewe. Maana mpira una matokeo matatu. Usipotumia chances zako, opponent wako akipata hizo chance ana create, anafanya magoli, ndio kitu atokea Simba. Huwezi niambia kwamba maana timu unacheza na timu wana mabeki wote warefu wa juu. Huwezi niambia utaweka striker ambaye yupi mbaya ataweza kuabuli wale mabeki. Kwa hiyo coach alianza na game plan nzuri kwamba tuanze na wachezaji sina striker ambao wanakuwa wanakimbia wanafanya. Sasa shida ni kwamba wachezaji wenyewe wa Simba wameshindwa kuconvert zile nafasi walizopata kuwa magoli. Kwa hiyo huwezi mlalamikia kocha kwa sababu mechi ya leo ilikuwa sio lazima kwamba uanze na striker. Ukiangalia na ile Petro de Luanda ukiwa na wachezaji wengi wote ni warefu, mabeki wote ni warefu. Uwezi anza na striker nyuma, maana ikipigwa vichwa hata unaangalia alipopata goli alivyoingia Soa hajafanya chochote useme kwamba ana credit kwamba ati amefanya, hamna chochote alichofanya. Sawa, hamna chochote. Simba wajipange, wajipa kucheza. Asante bwana.